mimi, bali nitaomba Kristo aliye ndani yangu azungumze pamoja na mimi. Tunapokwenda kuanza somo hili, ni waombe tuombe. Haleluya. Mtakatifu Mungu na Baba yetu unayetupenda, jina lako litukuzwe sana. Ni kwa sababu ya mapenzi yako, neema yako, baraka zako na rehema zako, sisi tuko katika mahali hapa, na tunaliitia jina lako likapate kwa pamoja na sisi. Tunajua ndani yetu tunao uovu mwingi, dhambi nyingi na makosa yaliyo mengi, lakini kwa neema yako tunaomba utusamehe, tunaomba ututakase na utuandae kwa ajili ya ufalme wako na kuja karibuni. Zungumza pamoja nasi katika asubuhi hii ya leo, ni ndani ya jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Kama kuna wale wanaopenda kuandika, na nitakusii pia uweze kuandika. Tutasoma mafungu haya machache, kisha baada ya hapo tutakuwa na somo. Lakini kabla hatujaanza kusoma mafungu haya na kuanza kipindi chetu, nipende kutambua, labda huenda katikati yetu itoe fursa za watu wawili tu. Katikati yetu kuna mtu ambaye anatamani kumshuhudia Mungu kwa jambo kubwa ambalo Mungu amemfanyia. Natoa fursa ya watu wawili. Ikiwa kuna watu wawili ambao wanasema, nisiposema neno hili moyo wangu hautakuwa na amani au hautakuwa na furaha, acha nimshangilie Yesu kwa jambo fulani alilonitendea. Nipende kutambua uwepo wa mtu mmoja au wawili ambao wanasema, mimi nina jambo la kumshuhudia Mungu katika asubuhi ya leo. Nyosha mkono. 1, 2, 3. Naomba mnyoshe juu. 1, 2. Ule wa kula amepotea. Sawa. Nianze na kaka pale. Karibu. Unaweza kusogea pia hapa mbele watu wakakuona. Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amina. Mimi napenda kumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Jamani, nina furaha kubwa sana. Amen. Amina. Kwa sababu niko na baba yangu hapa kwa siku ya leo, tuko pamoja na yeye. Amen. Amina. Baba yangu, naomba unyoshe mkono asalimie. Amina sana. Amina. Amina. Amen. Si jambo rahisi kukuta familia moja imesimama katika Kristo. Ni kwa sababu ya muujiza wa Mungu tu. Ikiwa na wewe basi unahisi bado familia yako haijaungana pamoja, lazima kuomba Mungu akutendee jambo. Na Mungu anaweza. Karibu mwinjilisti kwa dakika moja. Sewaweza. Tiama kana. Mimi napenda sana kuzungumza hivyo kwa sababu yuko bibi yangu hapa. Na yeye asikie. Ni kwamba Wasukuma wanasema kwamba alichozungumza kijana waomba bwana amezungumza na kwangu. 2022 tulileta mahubiri, na baada ya hapo mchungaji wa mtaa akaniacha nibaki hapa. Na baada ya kukaa miezi mitano nikaachiwa jukumu na waimbaji wa kwaya ya Alihadi. Tulikuwa na kwaya 4, lakini wao walikuwa wanashuhudia maeneo ya huko mashariki. Wakanipeleka kwamba Mlei, tunakuachia familia hizi, familia hii hapa na hii hapa. Kweli niliendea na familia moja, ya familia mama moja kwa ameugua miguu. Tulimbatiza miguu ikiwa inawaka moto, lakini baadaye miguu imepona na mzima mpaka leo. Bwana asifiwe sana. Amina. Familia ya pili ya mzee Shija, nikaachiwa kwamba hapa shughulika. Nilishughulika kweli ile miezi mitano nikamaliza. Mzee wangu akawa rafiki yangu wa karibu sana. Nikaondoka ile 22 mwishoni. Nimemaliza miaka 2 sipo. Nilipokuja nikaanza na Shija.
Bwana asifiwe sana. Nikaanza kwamba kuna familia ambao ndio walikuwa wenyeji wangu. Nikaanza na hiyo, na nashukuru mzee Shija kumwona ndani ya kanisa. Amina. Angebatizwa mwaka 2022. Lakini Mungu alikuwa amekusudia kwamba mwaka huu anabatizwa. Bwana asifiwe sana. Amina. Na juzi amekuwa rafiki yangu wa karibu, na kijana wake tumeanza naye miaka akiwa hapo Bwana vipi. Lakini muda ulikuwa bado umefika, sasa umefika. Kwa hiyo jambo hilo namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Na tunapokuwa tunafanya kazi ya Mungu, tuwe na marafiki na tusikate tamaa mapema. Mungu awabariki sana. Amina. Asubuhi ya leo nitasema faida za kukaa ndani ya Kristo. Sasa ninaanza kwa kusoma mafungu haya. Nasoma mafungu yote, alafu tutalianza somo letu. Naomba mtu mwenye Biblia, wakati wengine pia mkifuatishana pamoja na mimi, tusome kitabu cha Wagalatia sura ya 5 ile fungu la 22 hadi 25. Tafadhali. Wagalatia sura ya 5 kuanzia mstari wa 22. Nitasoma. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi 26, wanasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Na hao walio katika Kristo Yesu wameusuluhisha mwili pamoja na mawazo yake mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho na tuenende kwa Roho, tusijisifu bure tukichokozana na kuhusudiana. Hapo Biblia inatutajia matunda ya Roho. Yaweke kichwani. Narudia, matunda ya Roho. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Rudi tena juu pale katika kitabu hichi cha Wagalatia sura hiyo ya 5 fungu la 19. Biblia inasema basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama mlivyokwisha kuambiwa, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawatarithi ufalme wa Mungu. Pigia mstari hayo mafungu. Baada ya hapo tuende kitabu cha Injili ya Yohana. Hapo ndipo napokwenda kuanza somo. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15. Kitabu cha Yohana Injili sura ile ya 15 fungu la kwanza, Biblia inasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana,
maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Hivyo kutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa naomba ndio Pastor Sai ndio kae hapa na kiti chako. Ndio pia sewa kanisa pia ndio kae hapa. Mzee naomba watu wengine watatu. Naomba watu wengine watatu. Naomba pia mama mmoja mwenye mtoto aje. Wewe kaa. Naomba mama mmoja mwenye mtoto au baba mwenye mtoto ambaye mtoto wake kapaje. Tunaye Mungu ngapi? Mmoja. Mwenye nafsi ngapi? Tatu. Na Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Huu ni umoja. Umoja wa nafsi ngapi? Tatu. Tunaposema neno Mungu ni neno linalomaanisha umoja. Sasa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu tuna aina mbili za watu. Tuna mtu namba moja na tuna mtu namba mbili. Nanielewa vizuri? Biblia inasema hivi. Tunasema fungu hapo. Anasema anayekaa ndani ya Kristo, Baba anafanyaje? Anatukuzwa sana. Kwa sababu mtu amekaa ndani ya nani? Ya Kristo. Baba anatukuzwa sana. Na anasema hivi, mtakapokaa mtatoa matunda ya Roho. Yupo Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwavuta watu waje kwa nani? Kwa Yesu. Roho Mtakatifu anapozungumza ndani yako, na watu wengi mmetembelewa majumbani kwenu, wainjilisti wamekuja na watu kadhaa wamekuja nyumbani kwenu, wakazungumza na ninyi, na Roho Mtakatifu akafanya kazi ndani yenu, nanyi mkamwona Yesu Kristo, mkafika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu imefanyika. Lakini Roho Mtakatifu hapokei utukufu wowote, maana Yesu alisema hivi, atakapokuja Roho wa kweli, huyo yeye atazungumza habari zangu. Roho Mtakatifu anazungumza habari za Yesu. Lakini Yesu Kristo unapokaa ndani yake, ni Baba ndiye anayepewa utukufu. Sikiliza sasa. Kuna aina mbili za hawa washiriki. Biblia inasema hivi, kuna washiriki ama kuna watu ambao wanaishi kwa sababu wamepokea mvuto wa Roho Mtakatifu, wakamjua Yesu, wanaishi, wanakaa ndani ya Yesu. Na wakishakaa ndani ya Yesu, wanazaa matunda ya Roho Mtakatifu. Mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo anazaa matunda ya Roho Mtakatifu. Na matunda hayo tumeyaona, atakuwa na upendo, atakuwa na upole, hatakuwa mtu wa fitina, hatakuwa ni mtu wa magomvi, hatakuwa ni mtu wa husuda, atakuwa ni mtu mwenye matendo ya namna gani? Matendo mema. Asante sana, tunaona vizuri. Lakini nikasema hivi, tuna aina ya watu ambao ni wa matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni hivi. Huyu mtu Biblia inasema hivi,
Mtu asipokaa ndani yangu hawezi kufanya nini? Kuzaa. Usipokaa katika Kristo, yaani uko upande tofauti wa Yesu Kristo, hautazaa. Badala yake wewe utakuwa na matendo ya mwili. Na matendo ya mwilini ni yapi? Matendo ya mwilini anasema una ulevi, usuda, magomvi, ulevi na mambo mengine yote ambayo umeyasikia yanafanana pamoja na hayo. Na anasema hivi, wale wote ambao watafuata matendo ya mwilini hawatalisi uzima wa nini? Uzima wa milele. Kwa hivyo ninarudi katika fungu la kitabu cha Yohana sura ya 15. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Akasema na tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Nikwambie kitu kimoja. Kwa nini Yesu analisafisha? Anajua Mungu amekutoa mahali tofauti. Hakuna mtu anayemjia Kristo akiwa tayari ni mtakatifu. Tunajua kwamba wote tumemjia Kristo kwa sababu ni wadhambi. Najua wote tumemjia Kristo kwa sababu tumefanya tamaa za mwili. Lakini unapomjia Kristo, Kristo anasema tawi linalokaa ndani yake yeye hulisafisha sana. Yesu anatamani kusafisha kwa sababu umekubali kumwamini na kufuata nini anachokisema. Anasema atakusafisha. Na sio tu kwamba atakusafisha, utazaa sana. Utazaa nini? Biblia inasema hivi. Anasema ninyi mmekwisha kuwa safi. Kitendo cha wewe kuamua kumfuata Yesu Kristo, umekwisha kuhesabiwa haki. Wewe umekuwa safi. Katika Roho Mtakatifu wewe umekuwa, haijalishi una makando ya kiasi gani. Yesu anasema hivi, kwa sababu umekubali kukaa ndani yangu, wewe umekwisha kuwa namna gani? Umekwisha kuwa safi. Kwa hivyo sasa anasema hivi, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake. Sikiliza. Tawi huwa limeunganishwa. Kama samani mzitumie nichukulie hii ni mfano wa nini? Wa tawi. Hili tawi likiwa limeunganishwa, muunganiko ambao Biblia inautaja katika lugha ya Kiyunani iliyoandika Biblia ni kitendo cha kuwa aband, kushikamana. Hapa nikili kuelewesha vizuri. Kupe anapoingia ndani ya kondoo, kupe anapoingia ndani ya nani? Anapomuuma kondoo pale, akaanza kufyonza damu. Haijalishi kondoo atapita njia gani, apite kwenye maji mengi kiasi gani, kupe yeye yuko naye. Haijalishi huyu kondoo atapita njia mbovu kiasi gani, atapita kwenye moto au ngue afe, kupe yeye ameng'ang'ania. Huo ndio aina ya mshiko ambao Yesu anatamani ushikilie ndani yake. Unahitajika kujishikamanisha katika tawi, usikubali kumwachilia Yesu. Maana utakapomwachilia Yesu, maisha yako hayatakuwa salama. Utarudi katika tamaa za mwili, utarudi katika uchawi, utarudi katika ulevi. Alikwambia tamaa za ulimwengu zote zinapita. Unaweza ukatumia miaka yako mingi ukajifurahisha katika tamaa za mwili, lakini mwisho wa kila anayefuatisha tamaa za mwili ni kilio na kusaga meno. Lakini ninatambua ninyi nyote mlioko mahali hapa, mmekuja mahali hapa ili Yesu apate kuwasafisha sana. Amen. Kwa Yesu anatuambia hivi, anasema hivi, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Kazi ya mzabibu umeshikamanishwa katika mzizi. Kama Yesu hapo alipoondoka mbinguni, alikuwa ameunganishwa pamoja na Baba. Alikuwa akichukua utukufu, maana alijinyenyekeza akajifanya ana utukufu. Alikuwa akichukua katika mizizi yake, alichukua rutuba kutoka katika ardhi. Kwa hiyo hata tunapoweka mbolea kwenye mahindi kwa ardhi yetu ya Tabora, tukilima mahindi lazima tuweke mbolea, si ndio? Tunapoweka ile mbolea kule chini,
Mizizi inafanya kazi. Hatuweki mbolea kwenye shina, utakuta kesho mwingi umeshanyauka. Unaweka katika ardhi, mzizi unafyonza, unakuja kwenye mzabibu, ile rutuba inapita hapa, inapopita hapa ikikutana na sehemu ya tawi, shina hili huu mzabibu unaanza kusambaza nutrients, kusambaza virutubisho uingie katika tawi la mzabibu. Ndio maana tunaambiwa tutakapokaa ndani ya Yesu, anasema mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Nikwambie, usipotaka kukaa ndani ya Yesu huwezi kuzaa chochote. Utafurahia tu maisha ya duniani hapa, utafurahia kuvaa vizuri, utafurahia watu wakupande, uko vizuri, unatununuliaga bia, lakini siku ya kilio chako kitakapofika, utasema ningepata wasaa mmoja, dakika moja ya kulisikiliza neno la Mungu katika siku ile ya Jumamosi, ningeacha haya. Ndio maana natamani wote mliokuja mahali hapa leo, Yesu awasafishe, atutolee makando yote yaliyomo ndani yetu. Ikiwa tumeungamanishwa na ibada za umizimu, ikiwa tumeungamanishwa na ulevi, Yesu anaweza kufungua katika vifungo vya ulevi. Yesu ana uwezo wa kukufungua katika vifungo vya husuda. Yesu, najua kuna mtu yuko hapa, mama mmoja ananiambia, mimi hivi nilipo hapa, bila kuwa na kaumea fulani hivi kwenda kumsema mtu fulani, huwa roho yangu hairidhiki. Ukiamua kwa ndani ya Yesu anaweza kuikatisha hiyo kiu. Cha msingi tu anachokihitaji unganishwa katika mzabibu. Amua kuunganishwa katika mzabibu upate kuzaa sana. Anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Sikiliza. Huyu amechagua kukaa ndani. Amechagua kukaa ndani ya nani? Ya Yesu, yaani ambaye ndiye mzabibu. Anasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yake ambayo wewe kaka, mama pamoja na baba ulisikia watumishi wa Mungu wakija kwako na kukwambia habari za maneno haya matakatifu ya Mungu. Utakapoamua kukaa ndani ya Yesu Kristo, sikiliza. Anasema ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Amen. Ikiwa unatamani Mungu akufungue kwenye kile kifungo kilichofungwa, jihusishe pamoja na Mungu. Utakaloomba lolote, Bwana atakutendea. Amen. Anasema hivi, hivyo kutukuzwa Baba yangu kwa vile ninyi mnavyozaa sana. Unajua kwa nini Baba anatukuzwa? Kwa sababu huruma ya Baba ndiyo iliyokuja ili wewe uokolewe. Biblia inaniambia katika kitabu cha Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii, sikiliza Biblia hapo ukisoma hautaona hiyo jinsi ni ipi. Kwa maana jinsi hii umeteseka kwenye ulevi. Kwa maana jinsi hii umeteseka kwenye ibada za umizimu. Kwa maana jinsi hii shetani amekutesa na mapepo. Kwa maana jinsi hii maisha yako yamekuwa magumu, hayana mwelekeo. Yesu, Mungu alimpenda ulimwengu. Na akipenda ulimwengu, amekupenda wewe. Akipenda ulimwengu, amekupenda wewe. Na akipenda ulimwengu, amekupenda wewe kaka. Akiupenda ulimwengu, ametupenda sote pamoja na mimi. Amen. Alimtoa Yesu Kristo ili Yesu atakapokuja atufundishe mapenzi ya Baba yake. Na akasema atamleta Roho Mtakatifu ili atufundishe. Tunapolisikia neno, Yesu anasema yashikeni maneno haya. Nishikeni neno la hiki kitabu. Wote walio na hiki kitabu na wasio na hiki kitabu, amueni kukitafuta hiki kitabu, kitawapa maneno ya uzima. Na maisha yenu yatazaa matunda mengi. Kwa maana anatusisitiza katika fungu linalofuata, anasema katika fungu la 9, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, amua kuzishika amri za Mungu.
mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndiyo hii, mpendane. Watu mlio wote mliokuja mahali hapa, ninawapendekezea neno moja, mpendane. Amina. Ninakupendezea kaka, mpende rafiki yako. Ninakupendekezea kaka, mpende rafiki yako. Ninakupendekezea dada, mpende rafiki yako. Tukipendana tutazitimiza tunda la Roho. Hatutapata matendo ya Mungu. Hautafurahia kumsema rafiki yako, hautafurahia kwenda klabu, maana neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako. Sasa turudi nyuma. Kitabu kile cha Wagalatia. Nifika hapo katika kile kitabu cha Wagalatia. Mimi siku hizi nimezeeka. Nimepata. Hiki kitabu cha Wagalatia. Anasema katika fungu la 16. Basi enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, na Roho ukishindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni haya. Anayataja hapo na tuliyataja kutoka mwanzo. Anasema katika fungu la 21, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama mlivyokwisha kuambia, kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Tumeona wale wasiotaka kukaa ndani ya Kristo wakifuata matendo ya Mungu hawatazaa, na kama hawatazaa hawatafaa kuwa katika upendo wa Yesu Kristo, hawatastahili kuurithi uzima wa milele. Lakini mimi kila ninayemwona mahali hapa ninaona ana sifa na ameanza kupiga hatua kwa Yesu Kristo. Na kama kila mmoja ameamua kupiga hatua kwa Yesu Kristo, ninafurahi na muona kaka yangu Simon, funga mkono. Bwana amekutendea mema. Sina muda wa kuzungumza habari zake, lakini Bwana amemtendea makubwa. Watu wanaotenda matendo ya mwili hawataurithi uzima wa milele. Lakini watakaokaa ndani ya Kristo watazaa matunda, na matunda haya yatapata kukaa. Nilikuwa nafundisha wanasa jana kutengeneza viongozi. Unapokaa ndani ya Kristo, anakupa formula, anakutengeneza, unatengeneza viongozi wengine. Wewe uliamua kuja kwa Yesu, watoto wako utakapowashikisha ile neno la Mungu, utatengeneza viongozi wengine, utatengeneza matunda mengine. Watu watakapokuona kule mtaani watasema tunamuona Mungu. Tunaruhusu wewe na kwa machache haya mimi nimefundisha na wakaribisha kwa maswali. Sio kwa maswali, ila nawakaribisha kwa maswali na kuuliza. Sisi nimefundisha siku mbili bila karibu. Karibu. Ndio, unapokuwa ili kusudi na bibi atupate. Kubela anga ngeti. Hebu naomba ulisomee tu Wagalatia ni tafasiri Wagalatia 5:22. Wagalatia 5 fungu la 22 na tafasiri kwa kilugha.
Galatia sura ya 5. Ndio anga kageni wana makono. Ulowe dogo byalo bupya ko byalo ite ko byalo kimele kimoyo. Wo khabalika. Rubiri nora ro hungo. Oyo kulala nalo. Awana ndi hoyo. Haya soma sasa kule ni hapo 5:22 inasema kaka. Lakini tunda la Roho ni upendo. Ile twacho ya kimoyo kutokwa. Aloma twacho kusema pera. Sasa tulirangi twacho ya kimoyo. Ina maana kutokwa. Ulitokwa mio. Hiyo kumwetele miendelea Furaha, yani huyeki, amani, yani mola, uvumilivu, weyomecha, utu wema. yani kitu yani kitu mtu mzaike pale utu wema nini hapo? Yani kwa Mungu Fadhili nini kwa Kisukuma tena bwana? Ukidai kutafadhili sasa. Mtakia kujitenge sasa sipata tafadhali yote. Na umeniacha sasa. Haya enda tutafanya wewe mama. Uaminifu, Yani kushikana unono rombe kitu cha arudi kama kile hiyo kule maremba. upole, Yani uporo, kiasi, yani kwa biza na kelelo. juu ya mambo kama hayo Ukikulia pia haiwa nayo. hakuna sheria. Tuhitla kilo haka sawa kio bafati. Na hao walio katika Kristo Yesu Na awali mde Yesu. wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake. Yani ama wazo pia kwa soka chale kwa Yesu kabisa pio bizo kwa biza mpya. Tukiishi kwa Roho Uloto la moyo kwa yani wa moyo. na tuenende kwa Roho. Na tuje kwa moyo, yani moyo mwera. Tusijisifu bure tukichokozana. Tusakaba nziza bantu bako kumire cyane kwanje kukenya kukere. Kwayo ndio noko turanga ngene. Bantu tutakanje bantu bako ikenya kenya. Uzetu heji turanga ka. Ukawani kabuyaro mutiki moyo. Uzo wegere pya bantu. Ika kama bayo kagawe gakinya. Ukubyara bantu ko numo ukufata gidi. Obabyara gidi mire. Bako fata ke babyara kona baza kabatinya kubona ko kitabo kito chako heji turanga ngirero. Nabana nimalizia hapo. Asante sana. Na shukuru sana Kenya. Shukuru sana Mwinjilisti. Unaweza ukalichukulia hilo ukachukulia ni kama kitu cha kawaida. Lakini kupitia neno alilolizungumza, hii roho ni ya Yesu Kristo. Amen. Unaweza kuona anafanya kitu cha kawaida. Ni roho moja kwa Yesu Kristo ina thamani sana. Anasema lakini tuna roho ya upendo. Inawaambia washiriki na watu wote mliokusanyika hapa. Tukiishi katika roho tutapendana. Tukiishi katika roho tutakuwa waaminifu. Sisani kama tutakuja kusikia sauti ya aliyesikia neno hili akidhulumu mali ya mwenzake, akimwibia Mungu zaka na sadaka. Hatatokea mtu wa namna hiyo. Sidhani kama kuna mtu atakuwa ana utu mbaya, bali wote tutakuwa na utu mwema, maana tumemfahamu Yesu Kristo ni namna gani. Maana tumeamua kukaa katika yeye. Tutakuwa wapole. Sikiliza, inaposema kuwa mpole, watu wanatofautisha, wanashinda kutofautisha vitu hivi. Kuna upole na ukimya. Mkimya sio mpole. Mpole ni mtu anaenda katika utaratibu. Mkimya anakaa tu. Na wanasemaga kule duniani hakuna mtu mbaya kama mtu mkimya. Unaweza ukamkosea ametunza kitu ndani. Lakini ninyi ninawaombea mwe na upole. Amen. Maana mtatendeana kwa saburi. Mtakuwa na kiasi, ulafi hautatajwa kwenu. Kwa sababu mnaenenda kwa roho. Na mambo kama hayo mtakapoyatenda, Yesu atakapokuja, hili kundi lote hakuna hata mmoja atakayesalia. Tutaulaki mji mtakatifu wa mbinguni. Amen. Karibuni kwa najua dakika zangu ndio maana sijasikia kingine kigongo. Basi ni waruhusu wachangie, waulize maswali. Niona mjisa amechangia hapo. Nilikuwa nielezea matendo ya mwili. Ndio.
hebu msomee fungu la 16. 19. Kitendo cha kimila walianza kuno Yesu wakitaka mambo hivyo. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Kitendo cha kimila jicho ni hayo. Ndio haya. Uasherati, buchingi, uchafu, yaani busoso, ufisadi. Bantu abo tumamaga banje bibamariye yabo. Ubutara ufisadi. Ibada ya sanamu. Kulamya gikorile oje kujuramya ikintu gikorile. Uchawi, bulogi, uadui, wanishi mjisukuma ja kale. ugomvi, Kenya, wivu, wevu, hasira, buperanu, fitina, mashidima, faraka, faraka siji. Hebu zaje mzeka. Buhalali, uzushi. yaani kwa hiyo uchamano wanje kukuiza mbaramba wangu kwa yompera mfumatu ajarongo Usuku, masube ulevi, ulevi yaani unwapi ulafi, na mambo yanayofanana na haya. imeheyo ikala kila manu hayo kwa utamba bibi ndio hapo kwa ya bikri ulaku unwapi bulogi wanishi adodo kila kugure Yesu kono kufata mutokwa umidilangire kwa mutokwa untoko ngiyo umele ni toka byo Kenya byo kile he amangari khara ubibi ya adodo kila kugure Yesu atekirwe amanga mutoka utokwa ando Kenya ando kwe sika ando kwe drama sube abama sube basaya uko ayenda kugare donne kale jetani uko abalu toka kumfata kwa kuliko jetani na kuja kumoto kwa hiyo ndio kufata kwa makono tufato kutokwa uomwe tubote ndu taja rukukebuka rukinyo yise halafu tuliranga bikasa tuli kolani jua nanti lakini tuli matambi amatamba kabya amatwajo tuli bamoja wole wana nowele nyembe amatambi alwabya nuruma nimji ugali na ndani kutana kabisa matamba tuli matambi na ndani kubya amatwajo ni maana tuyale bango ko kujeto jise baona udio tumugujiraga watu wono mtu kujiraga ili kusudi wapate na kushiki kujiriana na hizo kulanga hiyo Utinama lakini mimi nimeshamaliza matendo yangu hivi nasema hivi sasa namalizia kusema katika hayo nawaambia mapema akuomba kana yenyewe kwa kweli ila wangu kama nilivyokwisha kukuambia mapema kutumina mwilele kwanja watu watendao mambo ya jinsi hiyo abageka mambo mabiga wandishiwa kuma ni Kenya kulokana na leo mwila wangu hawataulisi ufalme bata upande kwa mtemi wa Mungu. Na mwingine mwenye swali niongeza Sasa kwa niongeze sasa lugha ya taifa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mkikaa ndani yangu na maneno yangu ikanda ombeni mtakalo mtafanya nini? Mtatendewa. Lakini ukirudi kwenye fungu la kwanza Yesu anawaambia wanafunzi wake wamekuwa safi. Wamekuwa nini? Sasa kuwa safi na maana kwamba aliwafundisha kila alichowafundisha walielewa. Na ndio maana tunapokuwa tunarudi katika Injili ya Mathayo 5 fungu la 14 anazungumzia kwamba hivyo na nuru yenu iangaze mbele wayaone matendo yenu mema wamtukuze Baba wapi? Ukristo ndugu yangu sio kuvaa tai, Ukristo ni matendo. Bwana asifiwe. Amina. Alisema mwimbaji mmoja kwamba utanitambuaje kwamba nimeokoka? Matendo. Kwa hiyo inabidi kwamba ndugu zangu ili tufanane na Yesu ni tabia. Mimi nimetoka huko mbali huko kwa mataifa huko. Na mtu mmoja siku moja nilikuwa namhubiri. Kumbe jamaa ameniangalia wapi? Hapa kwenye Koromeo. Akaniambia wewe sio nabii wa uongo. Kwa nini? Kumbe yeye namwangalia ameniangalia kimwili sasa. Kwa nini? Mbona umechanjo chale? Nikamwambia kwamba kweli nilichanjo chale kule. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale imefanya nini? Yamepita. Nilichanjo chale kwa sababu nilikuwa gizani. Na nimepitia mambo mengi. Unaona? Mambo mengi sana. Lakini ilikuwa ni mzigo. Kwa hiyo sasa ili Yesu anaposema kwamba tujifunze kwake,
umekuwa ni mwepesi. Mfano tuliopitia kwa waganga wa kienyeji, jamani, ni mzigo. Niwaambie kisa kimoja kidogo tu kwamba siku moja nikaenda kwa mganga siku ya Sabato, sio msabato mimi. Tuko pamoja. Masharti niliyoenda kupewa yalikuwa ni magumu. Mimi niliona ni marahisi. Nikaambiwa kwamba sasa kwenye shamba lako kazunguke, ukatengeneze tukata mti mmoja unaita mwiba mmoja uta ugara. Sasa ukizunguka katikati pitia afu usiangalie nyuma. Halafu ushinde nyumbani. Jamani, ni adhabu sio adhabu? Lakini kaka zangu ni wa Sabato, mimi na baba ni wapagani. Nilishinda nyumbani ilikuwa Sabato, kumbe nilitunza Sabato bila kujua. Kwa hiyo ndugu zangu, tupende kusema kwamba inahitajika katika kwenda kwa Yesu sasa. Hayo yote tuyaache huko ni kwepesi, kwa sababu kule nje kule amesema Yesu, mkiomba lolote mtapewa. Maombi ndio silaha tosha ya kukugeuza. Na katika kukugeuza, niliwaambia siku moja hapa kwamba hakuna mtu aliyekuwa na hasira kama mimi. Wapagani wanaanza kunishuhudia. Siku moja kaniambia jambo moja, huyu asingekuwa Yesu huyu angefungwa maisha. Kweli ningefungwa maisha. Kwamba nilikuwa mtu lakini ndani yake nilianza kuiombea hiyo hali. Kwa hiyo inabidi kwamba kuna hali fulani ambayo inakufanya kwamba wakati mwingine ushindwe. Lakini inabidi kwamba umwambie Yesu peke yako kwamba Yesu, nigeuze kwa uwezo wako. Yesu anaweza. Sawa na mgonjwa tu ambaye anaenda hospitalini. Nenda kasema ugonjwa wako. Na ukisema ugonjwa wako tayari, ugonjwa wako daktari atakushughulikia bila kuficha. Kwa hiyo kumwambia wewe Mungu peke yako, mkiwa wawili, na kila jambo Mungu hakuna leo mshindo. Na ndio maana akasema kwamba njoni tusemezane, ijapokuwa dhambi zenu nyekundu zitakuwa nyeupe, ile Isaya 1:18. Kwa hiyo hayo hali itatubadilisha kuwa na tunda la nini? La Roho. Asante. Hapa nikupa ushuhuda kidogo. Kuanzia mwaka 2006 nikiwa darasa la kwanza, nilikuwa mtu mgomvi sio kawaida. Yaani ugomvi ulikuwa kama mkate kwangu. Niko darasa la kwanza, niko darasa la pili, niko darasa la tatu. Siogopi kupigana na mtu wa darasa la 7. Na nikikutana na mtu yeyote anazingua tunapigana. Awe mrefu, na mnakumbuka kipindi hicho ukiwa shuleni, mtu akiwepo darasa la 6, la 7, la 5 ni jitu kikubwa. Lakini tunapigana. Lakini kwa mimi nikupa ushuhuda mmoja. Toka nilipomwamini Yesu mnamo mwaka 2014 na kubatiza mwaka 2015 mpaka leo sijawahi kugombana na mtu yeyote. Amina. Sababu unapokaa ndani ya Yesu Kristo unakuwa ni kiumbe kipya. Yaani wewe huoni sababu ya kugombana na watu. Huoni sababu ya kuzipanga eti msipige hivi. Hayo ni mambo ya nje. Ninaishi katika familia ya watu wasiomwamini Mungu. Anambia wewe. Anambia nani? Wewe kuna zindiko ndio linalokulinda. Anambia unaona wachungaji wanao wanahubiri na mikutano hivi wana kitu. Sasa alishanishindwa miaka mingi, zaidi ya miaka 10 amenishindwa kumshawishi katika masuala ya uchawi. Katika masuala ya uganga ameshindwa. Ikabidi sasa atafute njia ya kujitetea. Kuna zindiko la mwaka fulani. Hilo ndio linalokulinda wewe. Lakini nikamwambia mimi sina zindiko, ni Yesu tu anayenilinda. Amen. Nikaenda mwaka fulani, mwaka jana nilienda Dar es Salaam kwa ajili ya uinjilisti. Bahati mbaya nikala chakula kimoja hatari sana. Nikalazwa hospitali. Wakinipima hawaoni ugonjwa. Niko hoi. Nikatolewa pale, nikapelekwa hospitali ya Muhimbili, nikalazwa muda wa siku 4. Kila siku wanaamka, chukua vipimo, hamna ugonjwa. Chukua vipimo, hamna ugonjwa. Nikamwambia Mungu, mimi nimechoka kukaa hapa. Nahitaji nirudi nikafanye kazi yako. Ile siku ya 5 nikaenda kwa madaktari. Nikamwambia sikilizeni. Sitaji nipe dawa. Mama ananiambia nataka tukuingizie mpira tumboni tukuone una tatizo gani. Nikamwambia sitaji niwekee mpira. Nachowaambia niongezeeni drip ya maji nusu lita niondoke. Nikalala wakaniongezea drip moja ya maji.
Nikamwambia ninaondoka. Sitaki dawa, sitaki nini. Toka siku hiyo sijaona ugonjwa tena. Amina. Kwa sababu ukiwa ndani ya Yesu Kristo, utakaloomba neno lolote kwa imani Bwana analitenda. Nikiwa chuoni, nikamwambia Mungu, ninaenda kwa ajili ya kazi yako. Lakini sitamani kuwa mhitaji. Na wala sitamani kuishia njiani katika safari ya masomo. Na kama Mungu utaruhusu mimi nirudi nyumbani, mimi Mungu sitakutumikia tena. Sitaki nisitishe njiani. Nikwambie, Mungu hajawahi kuniangusha. Amen. Na sijawahi kufeli kusema kwamba nikashindwa nikasitisha masomo. Ukiwa ndani ya Mungu, omba jambo lolote linalohusu wokovu wako, linalohusu jambo fulani, Bwana atakutendea. Umeamua kuchagua kumtumikia Mungu leo na kuwa katika sehemu moja ya familia hii, Bwana amekupokea kwa mikono miwili. Anasema hivi, Father, kuna sherehe kubwa mbinguni kwa ajili yako. Amen. Mzee wangu ananibariki, nilipita alikuwa ni mgonjwa nikamwombea, lakini leo amekuja kabisa. Amina. Tendee mema sana. Mzee wangu, Bwana kutendea mema. Mahali ulipochagua ni sahihi. Kuna sherehe kubwa mbinguni kwa ajili yako. Kuna sherehe kubwa mbinguni kwa ajili yako. Amina. Muamini Yesu. Umkabidhi Bwana njia zako, na yeye atatenda. Na unapokwenda kuhitimisha, kuna mtu anasema, nimekubali kumwamini Yesu, lakini bado nina mzigo fulani moyoni mwangu, natamani Yesu anitue. Nina jambo ambalo sijui namna gani nitalitua, lakini nakwambia leo asubuhi hii Yesu amekubali kujitwika fadhaa zako. Ikiwa kuna mtu yuko mahali hapa anasema, nina mzigo moyoni mwangu, kuna jambo haliko sawa katika maisha yangu, ninatamani Yesu anisaidie, simama katika asubuhi ya leo. Namkaribisha Pastor Mizaiko, ataomba kwa ajili yenu na Bwana atawatendea kwa kile hapa. Karibu sana. Basi tuombe. Baba yetu mwema na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya somo zuri ambalo umetuletea asubuhi ya leo kupitia kinywa cha mtumishi wako. Kristo, tutakaposhikamana pamoja na wewe, tutadumu ndani ya kanisa. Na sasa kundi kubwa la watu waliosimama mbele zako asubuhi ya leo, na wengine wakiwa wamekaa kwa sababu za msingi, wote tunatamani utuunganishe na wewe. Sote tunatamani Roho Mtakatifu aweze kutulea na kutuendesha katika sheria yako. Asiwepo hata mmoja wa kupotea. Sote tukapate mbaraka wa kukuona wewe unaporudi mara ya pili na kutuingiza katika makao ya milele yasiyo na changamoto. Asante kwa sababu ya ibada zinazoendelea mahali hapa. Wale wote ambao wametia nia zao na wameamua kuja kwako kuabudu pamoja nasi siku ya leo, wokovu huu usiwapite. Ninaomba hata muda wa kubatizwa utakapofika, asiwepo yule ambaye atachelewa. Na kwa kuwa neno lako linatuelekeza mambo mazuri yatakayoweza kuimarisha watumishi wako, kila mmoja ninaomba akakomae kupitia neno lako, asipotee hata mmoja. Bariki vipindi vinavyofuata kupitia jina la Yesu. Amen.